Mkoba wa laana, sehemu ya 1. Kuna siri ambazo ni bora zikazikwa pamoja na wenyewe kaburini. Lakini vipi kama siri hiyo imeachwa ndani ya mkoba wa ngozi uliolowa damu, na agizo moja tu, usiufungue mpaka saa 7 ya usiku ikifika? Karibuni kwenye Kipua Medial Stories. Leo tunasimulia kisa cha Juma, kijana aliyerithi utajiri, au labda alirithi mauti. Juma alikuwa kijana wa kisasa, msomi na mfanyabiashara mdogo jijini Dar es Salaam. Hakupenda kusikia habari za uchawi wala ushirikina. Lakini simu moja kutoka kijijini kwao, Mkongo, ilibadilisha kila kitu. Bibi yake, Bibi Fatuma, mwanamke aliyekuwa akiogopwa na kila mtu kijijini, amefariki. Kijijini, watu walikuwa wakizungumza kwa sauti za chini. Bibi yako hakuwa mtu wa kawaida, walisema. Juma alipofika, alipewa mkoba wa ajabu wa ngozi ya kizamani, uliokuwa na harufu ya uvumba na kitu kingine, harufu ya nyama iliyooza. Wosia ulikuwa wazi, mkoba huu usipewe mwanaye yeyote, bali upewe Juma pekee. Juma aliucheka ule wosia. Hizi ni imani za kizamani, aliwaza. Aliuweka mkoba ule kwenye begi lake na kurudi mjini. Lakini akiwa ndani ya basi, alianza kusikia sauti ya mtoto mchanga akilia. Alitazama abiria wenzake, hakuna aliyekuwa na mtoto. Sauti ile ilikuwa inatokea ndani ya begi lake, ndani ya ule mkoba wa bibi. Sauti ya mapigo ya moyo yakiongezeka, Juma alifika nyumbani kwake saa 4 usiku. Aliuweka ule mkoba juu ya meza ya sebuleni na kwenda kulala. Lakini saa 7 kamili usiku, aliamka baada ya kusikia mlango wa kabati lake ukijifungua na kujifunga. Alipotoka sebuleni, alikuta mkoba haupo mezani. Alitazama chini, akauona mkoba ukiwa mlangoni mwa chumba chake, ukiwa umejifungua kidogo. Ndani yake kulikuwa na mwanga hafifu wa kijani na harufu ile ya nyama iliyooza ikawa kali zaidi. Akiwa na hofu, Juma alichukua simu na kumpigia Mzee Kazi, jirani wa bibi yake kijijini. Mzee Kazi, huu mkoba mnaosema ni wa urithi mbona una mambo ya ajabu? Juma aliuliza kwa kutetemeka. Upande wa pili kulikuwa na ukimya mzito. Kisha Mzee Kazi akajibu, Juma, bibi yako hakuacha mkoba wa fedha. Ameacha kilinge. Mkoba huo unahitaji kulishwa kila baada ya siku 3. Na kama usipoulisha, utaanza kukulisha wewe kuanzia vidole vya miguu. Alitazama miguu yake, na kwa mshtuko, akaona kucha za miguu yake zimeanza kuwa nyeusi na kutoa usaha, kana kwamba zinaoza wakati akiwa anatazama. Nifanye nini? Alipiga kelele. Ghafla, sauti ya Bibi Fatuma ikasikika chumbani kote. Ufungue mkoba mjukuu wangu, kuna zawadi yako ndani. Usikose sehemu ya pili Ijumaa ijayo. Ni nini kimo ndani ya mkoba huo? Na nini kitatokea kwa Juma? Niandikie kwenye comment, unadhani Juma anapaswa kuufungua mkoba au aupeleke kanisani, msikitini?